Shalom wana wa Mungu, sisi ni group la waimbaji pia wainjilisti, hivyo tupo hapa tunaelekea Mwambeni hapo kumtembelea yule kijana mgeni ambaye ulimwona umo kwenye picha iliyotoka kama ulitazama, ambaye ametokea Katavi. Ni mgeni hapa Mbeya, sio mwenyeji kivile. Kwa hiyo tunataka tuende tukaone huyu ndugu yetu anaishije, amefikia wapi na anafanya mishe gani. Usije tukawa tumepokea mtu kumbe hata ana pa kukaa. Ndio cha kuongezea hapo ni kwamba ni kijana mmoja ambaye ni mchangamfu, lakini pia anaonekana hana moyo wa kutafuta Mungu, kwa sababu kulingana na historia yake ametoka Katavi, amekuja Mbeya, ana wiki moja, akasema hapana, ndani ya hii wiki hebu nitafute kanisa niende tusimwabudu Mungu. Mbona sisi tulivyoona tukasema no, hebu tusiache hii fursa, tujaribu namna yoyote tukamtembelee, tujue anaishi wapi, anafanyaje. Kwa hivi tuko safarini kwenda kutembelea kazini kwake, tujue anaishi maisha, anatengeneza maisha kiasi gani, kwa sababu ni kijana amekuja kutafuta hapa Mbeya jamani. Kwa sisi kama vijana, sisi kama waimbaji, sisi kama wainjilisti, tukaona hapana, hebu tukamwone huyu kijana. Amani wapendwa, shalom shalom. Tumeshakutana na mgeni ambaye tumekuja kutembelea. Tuko naye hapa Bwana Fredrick, anaenda kutuonyesha ni wapi anafanyia kazi. Kwa endelea kuwa pamoja nasi tuone mambo yanavyoenda. Okay jamani, hapa ndo kwa Fredrick. Jamani watazamaji wana Kojpek, basi sisi tumeweza kufika hapa kwa kaka yetu Fredrick. Tumemkuta hapa. Fredrick, unaendeleaje? Kikweli mimi naendelea vizuri sana. Nimefurahi sana kukuona. Hata mimi pia nimefurahi. Tangu Jumapili. Ni nzuri. Ndio. Ni nzuri pia. Mungu ni mwema. Okay, basi wapendwa, tupo hapa tu maana Fredrick anatushughulisha. Kama nilivyowaambia ni mgeni hapa Mbeya, lakini pamoja na ugeni ameshapata kazi hapa na ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Najua unapomtumikia Mungu na unakuwa na tuela inatia moyo. Kwa Fredrick, nimefurahi kuona una kazi. Si ulisema una wiki ngapi hapa? Kwa hapa maki nimekamilisha wiki moja, ndio nimeanza ya pili. Wiki moja na umeshapata na kazi, yani uhakika. Ina maana wewe ni wa Mbeya hapa au hauna mpango wa kuhama? Kwa sababu kama eneo liko linakusupport kwenye mambo ya kiuchumi, manake eneo ni nzuri kwa ajili ya kuanzia makazi. Ndio. Inapendeza sana. Sisi Fredrick tumekuja tukutembelee. Hii ni kundi la kanisa. Wengi hapa ni wana praise. Tupo chini ya baba yetu pale Nabii Alan Ngomi. Tumeona tujue tungependa na kujua unapokaa, lakini naona ni siku nyingine. Kwa sababu ya ubize. Karibu hapa studio, na cha kusema. Asante sana. Mimi sina kikubwa cha kusema, ila naweza nikamuuliza tu kaka yetu Fredrick, kwa kuwa sasa hizi umeungana na sisi kama familia yako, je, ni matarajio gani ambayo unayo? Kwanza mimi binafsi natarajia katika yale mema mazuri ambayo Mwenyezi Mungu anawabariki vijana wake, na mimi pia ni wema na natarajia mengi sana, na mimi binafsi na malengo yangu na ndoto zangu. Kwa namtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila Mungu hakuna jambo ambalo linaweza kukamilika. Katika kila sehemu najaribu kumtanguliza yeye, na nina imani katika sehemu ambapo nilipo na Mungu atanisaidia na nitimiza malengo yangu na kwenda kutarajia kufika. Inshallah Mungu atasaidia, mambo yote yatakuwa vizuri. Okay, asante. Lakini pia na swali nyingine. Kwa mfano kwa biashara ndio umefika, ni mgeni,
Je, kuna sehemu gani ambayo unaweza kuhitaji msaada wetu, kwamba mimi hapa naambia ni mgeni, kuna kitu naomba mnisaidie, labda hapa sijui wapi, kama ni ghetto, kama ni kwenye biashara, ni kitu gani ambacho unaweza kutamani tukakusaidia nacho, kwa sababu tuna kanisa linatuangalia na sisi ni familia, unaona, kwa tunajua kabisa Fredrick jamani tunaweza tukamsaidia sehemu fulani. Kwa ni kitu gani au ni sehemu gani ambapo tunaweza at least kuonyesha support hata kama ni kidogo? Binafsi kwanza, hii kazi ambayo mnaiona hapa niko naifanya sio ya kwangu binafsi, manake ni mimi kama kibarua. Na kiukweli mimi binafsi kwenye maisha yangu, kwa sababu ukiangalia hata kwenye Biblia, Mungu wakati anamuumba binadamu alimuumba kujitosheleza yeye mwenyewe, kujimiliki yeye kabla ya mtu. Manake tafsiri yangu ni kwamba ninapenda niwe na kitu changu, hata kama kidogo inaingizia kidogo, lakini kiwe ni changu. Kama kuna namna ambavyo labda katika kuna utaratibu labda wa mikopo kuwakopesha watumishi au ni vipi, ingekuwa ni vizuri zaidi sisi kama vijana hiyo tuwe na namna ya kujiinua kiuchumi zaidi, kwa sababu shetani naye hata watu wa Mungu wanawapiga sana kiuchumi, kwa sababu unajua ukipanuka kiuchumi kuna namna kazi ya Mungu inaenda kwa kasi zaidi kuliko kawaida. Kwa nadhani kitu kama hivyo. Jamani, nadhani tumemwelewa vizuri Bwana Fredrick. Hivyo ndio ambavyo ameweza kueleza, kama kijana anahitaji msaada kumuinua ili awe na biashara ya kwake yeye, lakini kwa saizi tunamshukuru Mungu kwamba angalau kuna sehemu amepata, anaingiza kipato, hajakaa bure. Kwa hayo ni machache kutoka kwa Fredrick. Sijui kama kuna wenzangu wana mawili matatu ya kuongea, kumtia moyo na kumfariji Bwana Fredrick, nikianza na mimi Pastor Xavier aongee naye mawili matatu. Amani wapendwa, na namsalimu Fredrick kwa jina la Yesu. Tumefurahi kwanza tumekuta sehemu ambapo umeweka mkono wako kwa ajili ya kuchakalika kama tunavyoweza kuita kawaida, na mimi nadhani tunachoweza kufanya ni tuache tu baraka ya maombi, tuombe Mungu aendelee kufungua njia, tunapoendelea kujua ni wapi ambapo tunaweza tukasaidiana. Ningependa tu tuombe ili Mungu aendelee kuinua, kutofautisha, uanze kuwa ni nuru hapo ulipo, uanze kuwa ni mfano kuwaonyesha kwamba sasa ni mtu ambaye ni tofauti, ni mtu ambaye umebeba kitu kikubwa kuliko kile ambacho watu wanategemea au wanakiona kwa macho. Kwa hiyo nadhani nitaacha kuongea pamoja. Baba, tunasema asante kwa ajili ya kaka yetu Fredrick, tunalinua jina lako, tunasema asante kwa kutupa uwezo wa kufika mahali hapa. Tunatangaza Jehova, neema zako, uwezo wako, ulinzi wako uendelee kuwa pamoja naye. Unyoshe mkono wako Jehova kwa ajili ya Fredrick, endelee kumwinua, endelee kumbariki, endelee kumwongoza katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kila nguvu inayotoka juu na kinyume ya kazi yake, kinyume na hatima yake, kinyume na maisha yake rohoni, kinyume na mali yake, kinyume na familia yake na mipango yake, tunaisambaratisha Jehova. Umesema tunakukanyaga, tunatenga hilo eneo, na tunaitenga hilo eneo kwa ajili ya Fredrick, atakuwa ni ushindi, atakuwa ni mfano, atakuwa ni chombo, atakuwa ni nuru kuangazia Jehova katika jina la Yesu Kristo. Kibali katika kazi zake, akapata kibali kwa viongozi wake, kwa bosi wake katika jina la Yesu Kristo. Kila atakapokuwa anasimamia kazi, kaende wateja kaonekane katika jina la Yesu Kristo. Tunaacha amani na baraka mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana wawe pamoja naye, wamlinde, wamuongoze, wamfunike, wakampe Jehova mwongozo ambaye utamfanya kawe wa tofauti na wa kipekee katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amen. Barikiwe sana. Mungu akubariki sana.